Sasa kunao hapo wawili wamekutana kwenye kona. Bibie kashindwa kurudisha gari nyuma, anadai yeye ni Lena, akawa anamuomba mchizi kuwa naomba urudishe wewe gari nyuma kwa sababu mimi siwezi kurudisha nyuma. Mimi ni Lena, bado sina uzoefu na hii gari, uwezo wa kurudisha nyuma sitaweza. Na hapa tulivyo banana ni kwamba tuwezi kupishana. Na kuomba sana samani kakaangu, tafadhali naomba urudi nyuma ili mimi niweze kuipitisha gari yangu. Ningelikuwa naweza mimi ningerudisha. Mwamba naye kachungulia kwenye kioo anapigia ile kuwa mimi mwenyewe Lena vile sijui kurudisha. Kama wewe unaweza kurudisha basi kama vipi rudisha wewe, mimi siwezi, mimi mwenyewe Lena tu. Demu akaona uje mambo anachukulia makuzi, demu ikabidi atoke nje ya gari. Alivyotoka nje ya gari, Mwamba naye hajachelewa wala nini, naye akatoka nje ya gari, wote wakawa nje. Bibi anamwambia mimi siwezi kweli, yani sio kwamba nakutania kakaangu, ningekuwa naweza mbona ningelirudisha tu, mimi siwezi. Wewe nirudishe nyuma ili mimi nipitishe gari yangu. Mbona nakwambia kiustaarabu tu lakini unashindwa kuwa mstaarabu, wewe ni mtu aina gani? Nimeongea kiustaarabu. Basi kama inashindikana wewe kurudisha gari yako nyuma, basi chukua funguo yangu hii hapa, rudisha gari yangu nyuma ili upitishe ya kwako. Mwamba akamwambia jamani, kwa nini wewe hutaki kunielewa mimi, unataka mimi nikuelewe wewe tu? Mimi mwenyewe siwezi kurudisha nyuma, kama unaweza wewe rudisha nyuma, mimi siwezi. Demu akamwambiaje, mimi ni Lena, yani mimi najua tu kuiendesha kwenda mbele. Jamaa akasema unasemaje? Yani wewe haupo serious. Yani umetoka na benzi afu unasema wewe ni Lena hujui kuendesha, unazunguka tu na benzi, unajua mashauzi tu unawalingishia watu benzi, kumbe kuendesha hujui. Sasa hapo ukitaka kuondoka wewe leo lirudishe nyuma ili uondoke. Kama huwezi kurudisha la kwako, chukua na mimi funguo yangu rudisha la kwangu. Yani shoti ni kwamba Mwamba akaamua kuikazia hii pisi. Hii pisi ikasimama iko na baridi sio kesi. Ikaja ikakanyaga gari ya Mwamba, ikapanda ikakaa juu ya gari yake. Mwamba akaona ya unakanyaga gari yangu. Mwamba naye kakanyaga gari yake afu akakaa juu. Demu akasema hivi wewe na miebwebe wako hiyo michafu unakanyaga gari yangu. Demu kakanyaga gari yake, yani ile kulipizia. Mwamba naye kakanyaga. Demu akaona kumbe hapa tunagezana ujinga baridi, ngoja uone mimi nisivyokuwa tena na muda, nisivyokuwa na vitu vya kufanya. Yani wewe leo umeatimba. Demu kakaa katoa simu kaanza kuchezea. Mwamba kamaona demu ametoa simu anaanza kuchezea, na yeye vile kaitoa simu kaanza kuchezea. Kwa hiyo wote wakaanza kuchezea simu hapo. Wamechezea simu zao. Demu akapiga simu. Alivyopiga akawa anamwambia baba yake, baba samani bwana, mimi nadhani nilikuwa nimepanga leo nije huko nyumbani, lakini naona kabisa sitakuja, kuna issue zimeingiliana hapa. So kuna issue nilikuwa nafanya leo, sitakuja. Babake akamuuliza uko poa? Lakini mimi niko salama kabisa baba, hamna tatizo lolote, lakini kwa leo sitaweza kuja, ila nilikuwa nakukumbusha pia baba, ile issue nilokuambia, ile 3 nilokuambia unipe ile, nilikuwa na shida nayo. Usisahau baba, nitumie hiyo hela, kiukweli nilikuwa nahitaji, hata kama sijaja baba nitumie kwenye akaunti yangu. Basi mzee wake akamwambia haina shida. Mtoto akashukuru pale, asante baba, ila pia mwambie mama nimemmisi. Binti akakata simu. Alivyokata simu, ili jamaa pembeni likaona baridi unajifanya wakishua, ngoja na mimi nikuonesha. Na yenyewe likatoa simu yake likapiga simu ya mpo ofisini hapo. Sasa sikilizeni, fungeni hayo maduka yote matatu. Mimi sitakuja ofisini, nipo sehemu na kula zangu starehe kidogo, nimetulia, nimeona leo sitoingia huko. Nyewe fungeni maduka yote, tutakutana baadaye. Mwamba naye kajivimbisha, nikaona wewe unaleta masiala, mimi mwenyewe akishua kuliko wewe. Demu basi akatoa simu tena akaanza kumpigia Mwamba mmoja, huyo anaitwa John. Naambia bwana, mimi nipo sehemu hapa nimenasa, yani wezi unajua ni mwanaume mzuri sana. Yani nimekutana na wanaume wengine unajua ni wajinga kweli yani. Nimekutana na mwanaume mmoja mshenzi hapa, kashindwa kutoa gari yake eti nipitishe gari yangu. Wezi amini toka mchana tumekaa hadi jioni. Ameshindwa kutoa gari yake na mimi kurudisha gari yangu, si unajua nyuma siwezi, bado hii gari ndo najifunza. Kwa hiyo tumevimbiana hapa tumekaa. Chizi akana muuliza uko poa, lakini niko poa, ndo hivyo tunaleteana ujeuri sio kesi. Lakini wewe muelewa sana, ila wanaume wengine huwa sio waelewa. Ila nimekumisi sana John wangu. Yani mixer ile kama anaongea na basha yake ili kama amlushe Mwamba. Muni kakaza tu ana habari yani. Hii anataka iende mpaka mwisho. Bwana, hivi vitoto vimevimbiana hapa mpaka imefika muda usiku kabisa yani, usiku yani wako hapa bado wameganda. Wanaanza kupiga miao sasa, njaa zinauma.
na giza lishaingia. Imefika usiku, wakalala juu ya magari yao, kila mtu kalala juu ya gari lake usiku huo mpaka asubuhi. Siku ya pili tena wako pale pale barabarani. Sasa ilivyofika siku ya pili, huyu mtoto wa kike akaona hapa mambo yatakuwa mengi hapa, hebu ngoja kwanza. Akamwangalia mwamba, alafu akamwambia, yani wewe, yani sijui hata ni mtu wa aina gani, yani mpuzi. Jamaa akamwambia, mimi mpuzi au sio? Baridi. Baadaye demo akaona mambo yasiwe mengi, akamwambia mambo. Mchizi akamwambia, baada ya kuniona mpuzi ndo unaniambia mambo? Akamwambia, mimi nakusalimia tu. Mchizi akaitikia poa. Ikabidi waanze kupiga story, yani ikabidi demo awe mdogo ili waanze kupiga story, kwa sababu wakiendelea kuvimbiana hapa anaweza wakakaa hata wiki ikaisha. Wamepiga pale story, si unajua tena hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Demo akamuomba mwamba akalainika, wakafahamiana pale, wakaambiana majina. Udemo anaitwa Betty, afu mchizi anaitwa Relax. Kwa hiyo wakaambiana pale majina, mwisho wa siku wakafahamiana na kila mmoja ikabidi atoe gari. Sasa udemu kweli kutoa gari hawezi, kurudisha nyuma hawezi. Mwamba akaingia akachekecha gari yake, akarudisha nyuma, akamwachia upenyo binti akapita. Kwa mwamba akamvimbia binti, kajifanya wakishua. Sasa leo kumekucha bwana, siku nyingine demu yuko sehemu supermarket. Amepaki gari yake nje ya supermarket akiwa anajaribu kuchati kabla hajashuka. Mara mwamba kaja na dola maji huko, kamwaga kwenye kioo cha hii gari. Yani ile demu anachati kwa ndani, akashtuka, toba, nini hiki kinaendelea tena? Katoka nje ile mkuku ikamkuta ni ule mchizi. Demo akafanya kama amjui, kamfokea ile, wewe kwa nini unamwaga maji kwenye gari yangu? Akamwambia, mimi nasafisha tu. Akamwambia, ina maana unaona kama iko kaoshi gari hapo unavyoiona, unaona kama iko kaoshi, hebu acha kugusa gari yangu. Mchizi bado anaendelea. Demo akamfokea, akamwambia, acha, nimekwambia acha, usiendelee kuosha gari yangu, kaa pembeni na usiguse tena gari yangu. Mwamba ikabidi acha, akakaa kwanza pembeni. Demo akaingia ndani ya gari, akatoa wallet, akaona kumbe maskini ulijifanya una hela siku ile, kumbe fala tu. Katoa hela kwanza kama shilingi 1000 ngapi hivi, kama 3000 5000 ya bongo hivi, akampa kwanza mwamba, akamwambia, hebu shika, hebu toka hapa na usije kugusa tena gari yangu. Nimesemaje? Basi kaambia mchiza, kaambia basi samani zikawa nyingi pale. Demo akarudisha wallet yake kwenye mkoba, lakini wakati anarudisha wallet kwenye mkoba akawa ameiweka ile wallet, ikaanguka chini. Mchizi akaona wallet imeanguka, akataka kumfuata kama madam. Demo akageuka, unasemaje? Bana, nashukuru sana, ila we mzuri kweli yani. Demo akawa anaondoka huku, akasmile kuona ameambiwa mzuri. Mchizi akaiona ile wallet na aliona wakati ule demo kaidondosha, akaishika. Demo ameingia supermarket, akawa anawaza nimpe niamshe nayo. Akasogea kabisa, anajifikiria hapa, hii nimpe au niamshe naye? Demo mwenyewe mashauzi huu, mbona zalau. Mwamba akaitia wallet mfukoni, yeye mwenyewe elewi maseke kibao. Katia wallet mfukoni, kabeba mandoo yake, kimbio kasepa. Sasa wakati anasepa, udemo alikuwa anatoka supermarket. Anapotoka supermarket akamwona mwamba anasepa. Alivyokuwa anasepa, demo akaanza kumfuatilia huyu mwamba. Ni demo inshoti ni kwamba ni kama amempenda huyu mwamba, lakini sema tu yani wanavyoingiana ndo mambo yanakuwa mengi. Demo kamfuatilia mchizi kaingia supermarket. Alipofika supermarket, mwamba kanunua vitu vingi hivyo. Demo anamfuatilia tu nyuma kwa nyuma, mwamba hajui chochote. Katoka pale supermarket kaelekea magetoni. Demo anamfuatilia aone mwamba anaishi wapi. Kamfuata nyuma kwa nyuma mpaka kafika geto analoishi mwamba. Mwamba anaishi kwenye geto moja. Ili geto la mimbao, geto baya. Yani huwezi ukaamini kama ndo ule mwenye mashauzi, na sijui ile ndinga siku ile alitoa wapi. Demo akamfuatilia nyuma kwa nyuma, akamchungulia mwamba mpaka anavyoingia kwenye kile kibanda chake, yani kama kibanda cha kuku, yani kama anafugia mifugo mle ndani. Akaona hii. Demo akiwa amekaa hapa anasubiri mwamba kutoka kamaona demo hapa, akataka kukimbia. Demo akamwambia, njoo, unakimbia nini? Unajifanya we ni mwizi wa kimataifa, si ndio? Nimefuata wallet yangu, naomba wallet yangu. Mchizi akashtuka, akaona msala. Akamwambia, nimeangusha wallet yangu pale. Na ulivyokuwa mwizi haujui, yani hauna hata utuwema, nimetoka kukupa hela pale, umeokota wallet yangu afu umejikausha. Unadhani mimi sijui? Sikiliza, nimeangalia kwenye CCTV kamera kwenye supermarket, nikaona wewe ndio uliokota wallet yangu, naiomba pochi yangu. Basi mchizi anavoombwa pochi, yani mwamba sijui hela zile ndo alizotumia kufanya shopping pale, afu ndo kanaswa hapa. Demo akamwambia, usiponipa pochi yangu mimi napiga simu polisi sasa hivi, nataka pochi yangu, nipe pochi yangu ili mambo asiwe mengi hapa.
Basi mwamba akajikanyaga kanyaga pale. Baada ya kuona mtoto wa kike mikelele inakuwa mengi, akamwambia basi nyamaza basi, mambo ya polisi ya nini, kausha basi, usifanye mambo kuwa mengi. Mwamba akajingatangata pale, anajizungusha huku na huku. Mwisho wa siku kaingia mfukoni, kaitoa ile pochi, kampa huyu bidada. Bidada amechukua pochi yake, akaanza kuiangalia ile pochi yake, anakagua aone huyu mjinga hajamuibia kweli, maana amwamini kabisa. Kakagua kuangalia ndani ya ile pochi, kakuta maokoto yake yote yako sawa. Akamuuliza mchizi, mbona vitu vyangu vyote viko sawa? Ina maana yani imekuwaje hivi na hela zangu bado zipo? Yani yule kumbe alivyokuwa anamfuatilia supermarket alikuwa anajua kabisa huyu mpumbavu hela yangu ndo anoitumia hapa, sasa ngoja niende huko nikamnyooshe, na anakuta hela yake iko vile vile. Mchizi akamwambia unajua nini, yani wewe hujui tu, yani mimi na akili kuliko wewe. Yani unaona ulivyokuwa unakuja muda ule ukaangusha ile pochi, mimi niliona kuwa umeiangusha makusudi. Kwa ulivyokuwa unaenda kwenye mbele hivi ukawa una smile, mimi nilikuona na nikajua ile umenifanyia mtego. Kwa na mimi nikajua kivyo vyote vile wewe utataka kunifuatilia, nikaichukua ile wallet. Nilipochukua ile wallet nikajua wewe utanifuatilia tu. Alafu unaona huyo mtu wa video ambaye amekuonesha, unaona hizo video ambazo umeona ukaona mimi nimeokota wallet, sasa yule ni mfanyakazi wangu pale. So yeye amenipigia simu akaniambia kuwa umeona mimi nimechukua wallet na unanifuatilia. Kwa mimi nimekuja hapa makusudi nikijua unanifuatilia. Sasa usichokijua ni kwamba umeingia mkenge, yani hapa mimi sogeto kwangu wala nini, mimi siishi hapa. Yani umeyakanyaga, ni kwamba hii yote trick mimi nilikuwa nakuchezea trick. Kwa mimi na akili nyingi kuliko wewe. Demo akaona au sio? Wewe una akili nyingi kuliko mimi, sio kesi. Poa, fresh imeisha. Kwa hiyo mchizi akasema mimi naondoka zangu home. Demo akamwambia kondo unaondoka home hivi, ina maana hutaki kitu kingine chochote kile? Demo mchizi akamwambia kitu gani wewe, sisi tushamalizana, mimi naondoka zangu mtaani. Demo akamwambia basi sikiliza, hautaki hata namba yangu? Jamaa akasema mimi namba yako ya nini, mimi sina haja hata namba yako. Kamvimbia mwanangu Demo. Demo akamwambia basi okay, mimi na shida na namba yako, nipe namba yako. Mchizi akamwambia wewe mimi namba yangu ya nini, mimi sikupi namba yangu. Bana mimi naomba unipe namba yako. Dem kamganda kwenda, kaambia sawa, hata usiponipa namba yako nishajua wapi unaishi, nitakufuata hapa hapa. Kaambia oho karagabao, utajichanganya, mimi siishi hapo wewe. Mchizi akajichenga. Demo akamwambia bwana wewe usifanye hivyo bwana, mimi naomba namba yako, usinifanyie hivyo. Oa mwanetu kakaza kweli, hajatoa namba, mchongo ukaishia hapo. Tutaitafuta sehemu ya pili tuone kweli hii ndio imeisha. Hii haijaisha, hii lazima ije nyingine tena. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Account yetu inaitwa Movie Bank. Share ile watu waendelee kuona unyama kama huu hapa. Asante kwa kuwa mwana familia. Hii hapa kabisa ni beti sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza tuliishia Demo ameshapajua mwamba anapoishi, lakini mchizi kajifanya kama ni mission, alikuwa anamchezea sipo anapoishi. Sasa leo kumekucha asubuhi, mwamba akiwa yupo ghetto, unagongwa mlango ovyo ovyo, kuna mtu anashauti, anapiga kelele kinoma. Mwamba anavotoka nje ni mwamba ambaye anahusiana na ile eneo, yani yeye ndo alomweka hapa au anakaa hapa, na mwamba anamwambia una muda mrefu sana umekuwa ulipi kodi, so kinachotakiwa sasa hivi ukifanye na kupa siku 2 tembea. Mchizi anamwambia mzee siku 2 vipi, unajua mimi mambo yangu sasa hivi hayaeleweki, wala unipe hata miezi 2. Mchizi anamwambia huo muda wa kukupa miezi 2 mimi sina, nakupa tu siku 2. Chukua siku 2 tembea mzee. Mchizi anaondoka naye huko, anamuomba msaada, inatokeze lodi tu, anatiatia huruma. Kaikuta ile pisi ambayo alikataa kuwa aishi hapa, alafu iko na blazameni pembeni, ndo anayehusika na ile eneo. Kwa hiyo anapewa mashtaka, bwana mtu mwenyewe ndo huyu na anazingua kinoma, na hapa mimi nimempa tu siku 2 aondoke hapa. Jamaa akamwambia bwana sikiliza, nikwambie ndugu yangu, haina sababu yote ya kelele wala maneno. Ile eneo inatakiwa ujenzi ufanyike hapa. Sio kama ujenzi unatakiwa kufanyika hapa, tunataka tuvunje kila kitu pabaki kuwa peupe. Kwa hiyo tunakupa siku 2, tunadhani zitatosha ili wewe uweze kuangalia namna gani unatafuta namna ya kuishi. Na huyu mwamba wa pembeni huyu akawa anaongea kweli, huyu ni Chawa Pro Max kabisa. Anaongea kinoma, yani kweli ndio bosi. Kama vipi unanifokea? Ifanyike kama nilivyosema, siku 2 atafute pa kwenda. Wana wakajitia kwenye gari, alafu wakajikataa. Huku Demo anamwangalia mwamba, yani ile unajiona mjanja, kumbe umenasa kwenye tundu bovu. Hapa ndio ghetto.
Wakaingia kwenye ndinga, wauni wakatembea. Mwamba akabaki anamwambia yule, wewe nini bwana, hebu ondokeni bwana. Sawa, mimi nishawaelewa. Kumekucha asubuhi bwana, we yule dem karudi peke yake. Kaja kayaona mazingira, akaanza kutembea, anaenda kwenye banda la mwanetu. Kanyata mpaka kafika mlangoni. Alipofika mlangoni akaugonga mlango. Mwamba akatoka nje. Vipi? Demu akamwambia, samahani, najua ukutegemea kuniona mimi hapa sasa hivi, lakini tuachane na yote, lakini mimi nimekuja hapa na nahisi kama naweza nikakusaidia. Jamaa akasema, unatanipa msaada gani? Akamwambia, unajua wale wanakuja kupavunja hapa, sasa najaribu kuwaza ni kiubinadamu, utaenda wapi, na ulikuwa unalalamika hauna hela. Mimi nimekuja kukusaidia, hizi hapa hela zitakusaidia upate sehemu nyingine ya kuishi. Dem kaleta kibunda kabisa kimenyooka. Mwamba akajingata hapa, unajua ameshafanya mashauzi kibao, kwa hiyo yani ni kwamba yani mwisho wa siku yani linamshuka, ila sio kesi. Kayachukua maokoto ya kuyatoa, maokoto ya kutosha kabisa. Demu akamwambia, sikiliza, fanya haraka uwezekanavyo, tafuta sehemu nyingine ya kuishi, hapa tayari pameshakuwa hapafai, kwa sababu muda si mrefu yani kama walivyokuambia kweli wanakuja kupavunja. Mimi nasepa. Demu akawa nasepa, akamwacha Mwamba atafute mazingira ili aweze kuishi, na akamwambia, nigie basi namba yako ya simu. Demu kila siku anaomba namba ya simu. Mwamba akaanza, unajua mimi namba ya simu sina. Akamwambia, simu yangu mimi ipo kwa fundi. Akamwambia, so kesi, mimi na simu mbili, chukua hii hapa, kuna line yangu humo, nitakuja baadaye kuifuata, ila zingatia hilo la kutafuta sehemu ya kuishi. Demu akatembea, akamwacha Mwamba mwenyewe hapa anafikiria. Mwamba akakichukua kibunda kile, kaingia nacho barabarani. Mbele sikakutana ofisi ya kubeti. Kaangalia, kataka kuingia, kaona sio kweli. Kaingia bwana na kile kimfuko cha hela kwenye betting. Oya, ni kwamba Mwamba alibeti humo ndani, wakampuna hela zote. Ametoka kimfuko kiko empty, anashika tu kichwa, aelewe. Karudi tena pale pale maskani kwake. Sasa udemu kamuona Mwamba, mbona vipi yani aelewi, yani simu mbona hazipokelewi, nimempa simu afu simu hazipokelewi. Katimba tena mpaka hapa. Kaja akafika, akaonaona hamna mtu, anikagonga mlango, hakuna anaitika ndani. Kabidi akae hapa kumsikilizia, najua jamaa labda yuko nje. Kakaa hadi kasinzia. Mara anashangaa mlango unafunguliwa. Nani tena? Kuangalia ni Mwamba ndo anatoka ndani. Mwamba alikuwa anataka kama kunyata asepe. Alimuona udemu kasinzia hapa, kataka anyate asepe kwa sababu yani anazingua kinoma. Demu akamwambia, uko sawa? Nipo. Mimi nimekaa hapa muda mrefu na kusubiri, lakini nikawa naona hamna mtu ndani. Akamwambia, nilikuwa nimelala. Akamwambia, vipi, mbona bado upo hapa? Mimi nitegemea utakuwa tayari umeshapata sehemu nyingine. Akamwambia, yani wewe huwezi amini kilichonitokea. Hivi unajua kuwa jana nimekabwa? Yani nimekabwa. Demu kama hawaja kuumiza. Sema hamna, kidogo tu hapa. Demu akawa anashikashika sehemu ambayo Mwamba anamuonesha kuwa ameumizwa. Mwamba anamwambia demu kuwa mimi nimeibiwa zile hela zote ulizonipa, kwa hiyo yani ndio maana unaniona bado niko hapa. Demu akasema, umeibiwa zile hela? Sasa unafanyaje hapa na wale wanakuja kupavunja? Mchizi akasema, ni sina option na hela zote zimeibiwa. Demu akafikiria, akaona sio kesi, na option nyingine naweza kukusaidia. Hebu kusanya vilago vyako twende, kuna sehemu naweza nikakuweka ukaishi. Demu kadondoka naye mpaka ushuani, nyumba gorofa imenyooka kabisa. Alipofika akasimama kwenye kile store cha mlinzi, kile kibanda cha mlinzi. Akawa anagonga. Akamwambia, jamaa, hii nyumba ni moja kati ya nyumba ambazo babangu mimi anamiliki, na hii ni ya wapangaji, wanaishi humo wapangaji. Sasa mimi nadhani hapa unaweza kupata hifadhi kwa muda wote, unatafuta namna gani inapatikana sehemu ya kwenda. Hiki ni chumba cha mlinzi. Najaribu kumgongea huyo mlinzi atoke, nimwambie huo unakaa naye humu ndani mpaka siku ambapo tutapata mambo yamekaa sawa. Tukipata tena maokoto, tuangalie mazingira mengine awe kwenda kupata room ili maisha yaendelee. Mchizi akamwambia, unataka uniweke kwenye kibanda cha mlinzi? Hapana. Sasa wewe umesema hapa ni kwa baba yako, ile hii nyumba yote ni kwa nini usiniweke nikakaa huku ndani gorofani huku, unaniweka kwenye kibanda cha mlinzi? Demu akamwambia, hii nyumba sasa hata kama ni ya baba yangu mimi siwezi kusema ndo nikuchukue nikakuweke huko, itakuwa haiwezekani. Jamaa akamwambia, sasa kama umeamua kunisaidia, usiniweke kwenye kibanda cha mlinzi, niweke pale gorofani pale juu. Hebu usiniweke humo. Bwana mchizi kweli kakaza, yani hataki kukaa na mlinzi anataka akae ndani gorofani kule juu, yani kama ndo msaada anaotaka yeye. Demu akaona wewe kumbe toi. Demu akamwambia, sawa, nimewaza kitu. Njoo nikuoneshe. Kuna sehemu nyingine ambayo wewe unaweza ukakaa fresh kabisa jinsi unavyotaka. Demu akaja na Mwamba wakatoka mpaka nje. Wakiwa wapo nje,
Demu akamwambia mwamba kuna kitu nimesahau ndani. Ikabidi Peace irudi ndani kwanza. Iko ndani ikafunga geti afu ikamwambia wewe kumbe ni mpumbavu. Mimi nilikuwa nafanya hivi vyote kukusaidia lakini na kuona kabisa ujielewi. Sasa sikiliza, nenda kwenye kile kibanda chako kidimbwi pale. Wewe naondoka zako kidimbwi ukakae pale uishi na viula vyako bana. Yaani mtu anakusaidia unanibagulia. Hiki kichumba cha mlinzi na kile kidimbwi kile unachokaa na viula bora nini? Hamna, nilikuwa nakutania tu. Mwamba anajitetea. Ulikuwa unanitania nini? Hebu toka hapa. Ondoka. Ikawa ndio imeisha hiyo, hakuna msaada tena. Sasa huyu demu bwana alikuwa anakaa na bahasha yake. Yaani mizunguko yote anakaaga na bahasha yake, akai na baba yake wala nini, ila tu huwa anamtengeneza huyu mwamba kwa sababu anamuelewa sana huyu mwamba. Sasa leo bahasha yake kagundua vitu vingi ambavyo demu anafanya viko sawa. Kimeumana kamtimua, yani kafunga geti nje, katupwa na kibegi chake. Muda huo mchizi anapita hapa akamuona, akaja mpaka hapa. Vipi? Shida nini tena? Akamwambia hapa mimi nimefukuzwa. Kalalamika pale, mwisho wa siku mwamba akamwambia usiwaze wala nini. Mimi geto silipo lile pale. Twenzetu geto. Akaondoka naye. Ule msaka anajua labda mwamba alishagahama pale. Anakuja anafika hapa kuchungulia. Mwamba ni pale. Demu akamwambia na maana bado upo hapa. Hivi hapa unaishije sasa? Anataka msaada lakini mazingira jinsi yalivyo hapa kidimbwi sio poa yani. Hapa ikifika mida fulani wakianza kulia vyula hapa mtaziba masikio kwa sababu ni kelele mtindo mmoja. Demu akawa ana namna kwa sababu anautaka msaada na amekwama. Kabidi azame mpaka kidimbwi. Kadondoka mpaka mjini geto. Akakaa geto umona atafanyaje sasa, ataenda wapi? Jioni imefika, watu wanasikia njaa. Mwamba kaleta maji, kaleta msosi. Wakaanza kula msosi kidogo. Najua huyu akishua ishazoea kula vitu vingi mezani. Sasa kaja kwa muuni yani. Msosi kwenye kakibakuli kamoja yani mnagawana wote. Lakini hamna namna na demu akawa na enjoy, wanalishana, wanacheza, wanakimbia. Hivyo yani limradi asahau stress za ushua alikotoka. Sasa leo huyu mwamba kaja kukaa na mchizi wake, anamwambia mwanangu unajua mimi ule demu kaja pale. Alafu ule demu yani yupo geto pale. Alafu ule demu unajua ni wakishua yani sio labda mademu fulani wa vipi. Jamaa akamwambia sasa hiyo si ndo bahati ndo fursa. Unataka uchezee fursa. Yule demu wewe pale ndo amefika. Wewe tengeneza mazingira ili kiasi kwamba yule demu hata akirudi kwa mshua wake akutengenezee mazingira wewe ubadilishe maisha. Wewe vipi mzee? Hizi ndo bahati kama haiwezi kuipata. Wewe cha kufanya kitu kimoja, yule demu wewe muweke. Yani leo usiku ukilala naye peleka moto, afu ikiwezekana hata abebe kibendi. Jamaa akasema sasa nitakuwa baba. Akamwambia yeye ndo unyama. Yule si akishua. Ukishakuwa mzazi mwenzako, yupo huko na mwanao, wewe uko huku. Hawezi kukubali baba mtoto wake akae kwenye kidimbwi pale. Lazima atakubadilishia maisha. Tumia akili yangu itakusaidia. Mwamba kweli karudi usiku geto, kaja kalala na demu. Akiwa amelala, udemu bwana mchizi anamuogopa kinoma noma yani. Hataki hata kumsogelea kumgusa yani, anamgusa huko anaogopa. Anamgusa huko anaogopa. Sasa akimgusa ile anataka amguse yani, demu anataka apokee ile ageuke, mwamba anaogopa. Demu anaona huyu mchizi naye wenge ni. Mwana kalukaluka kweli, mwanangu imetoboa asubuhi hajamla mwanangu. Yani yule demu mwenyewe akamwona mwamba kumbe ni boya yani. Ili nimelala nayo nimeletea mzigo wa farijanila wala nini. Asubuhi kumekucha, wanaendelea na maisha yao kama kawaida, ni usafi unaendelea hapa. Binti kashazoea mazingira kidimbwi hapa, akitaka maji anaambiwa jichagulie tu pa kuchota, chota kwenye kishimo kile. Eneo lote ni maji, kwa hiyo utachagua tu chote wapi. Binti kaisha changamka na anaamka anachota maji, mwamba anafanya harakati zake. Sasa udemu akamwambia mwamba, yani nataka tukananie basi hata tukanunue kitu kwa ajili ya kula asubuhi. Wakawa wanatoka kwa ajili ya kununua kitu kwa ajili ya kula. Wamefika hapa mlangoni tu wanaikuta kaa imepaki hapa. Ndinga fulani hivi imekaa kabisa, Land Rover imenyoka, alafu mbele imeandikwa I'm sorry baby. Yani nisamee mpenzi wangu. Mwamba anamuona ule demu anaanza kuomba msamaha. Naomba unisamee sana mpenzi wangu. Najua yani sikukusudia mimi kukufukuza. Mchizi ndo anaona Mungu wangu. Yani kumbe ni demu wa mtu, demu ananipanga, najua labda ni vipi. Kumbe huyu msela ndo alomtimua. Jamaa anamwambia nimenunua gari hapa kwa ajili ya kuja kukuomba msamaha. Nisamee mpenzi wangu, nisamee sana. Jamaa akamwambia wewe nini? Chukua gari yako ondoka. Huyu mimi nilimkuta mtaani na hapa yuko mtaani. Kwa hiyo au maswala magari yako chukua amsha. Huyu ashobokei magari. Na demo akasema kweli mimi sishobokei magari. Yani wewe chukua kigari chako ondoka yani. Mimi hapa nishafika, alafu mbona safi na salama. Wewe ulinifukuza uko na vipi? Wewe tembea yani. Nikaona ipisi kweli.
kidimbwi na gari imechavutano kawepo. Mwisho wa siku Mwamba akasema mpenzi wangu turudi zetu ndani. Demu akamwambia he, nani mpenzi wako? Akamwambia sio mpenzi wangu. Akamwambia kwani tulijigijigi jana? Jamaa akamwambia kwani si tumelala? Utakamwambia tumelala lakini hatujajigijigi. Yani yani hapo mission imefeli kwa sababu tungejigijigi hapo lakini hatujajigijigi. Kwa hiyo mimi na wewe sasa hivi sio wapenzi, alafu mimi naondoka na mpenzi wangu huyu hapa, we rudi kidimbwi tu. Oya, Mwamba hajaamini kilichotokea bwana. Demu kaifuata Range Rover imenyooka vizuri kabisa, kamchukua mpenzi wake, wakaingia kwenye gari. Mwamba akabaki anawakodolea macho huku demu anamuaga, na demu anamwambiaje, mimi ningelikuwa wewe nisingesindikiza hii gari hata na macho, ningegeuka tu niondoke zangu. Kwa hiyo asante kwa ukarimu wako, kiukweli umenionyesha ukarimu hali ya juu. Huko mchizi anamshukuru Mwamba, bwana nashukuru sana kwa kunilindia mpenzi wangu, wewe ni mtu mzuri, nakushukuru sana bwana. Bye bye ndugu yangu. Wakatembea na ndinga yao imenyoka kabisa, mpya, hata plate number haina. Baby ameletewa kwa ajili ya kuombwa samahani. Mwamba amekaa upande wa pili anamwangalia mwanae anayekaa bandani kama yeye, na yeye anamtimua demu huko. Demu kabeba shangazi kaja. Jamaa kafumba macho akaona nisije nikaambiwa nitoe msaada tena na huko. Ikawa imeishia hapo sehemu yetu ya pili. Hii hapa inaitwa bet sehemu ya pili. Ili alijaisha bado. Mwamba hawezi kukubali kinyonge. Lazima hii piece iliwe, haiwezi kuachwa hivi hivi. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.